Tunamshukuru Bwana sababu ya nafasi nyingine ambayo ametupatia ili tuweze kuendelea na Bible study. Tulifanya utangulizi, Victor alitufanyia utangulizi siku ya Jumapili, na tunashukuru Mungu ya kwamba tumeanza hii kitabu. Bwana yetu asifiwe. Hii kitabu cha Matthew ambao tunaingia siku ya leo, ningetaka pia kukuhimiza ya kwamba hii kitabu ni kitabu ambacho kutu introduce kwa mambo ya ufalme wa mbinguni kwa kina sana. Bwana yetu asifiwe. Na hii kitabu sio kitabu tu, lakini itatu challenge sana. It will really challenge us. Yani itatutia changamoto sana, kwa sababu it will challenge our perception, mitazamo yetu mingi sana. It will challenge the way we think. It will challenge the way the world have introduced us. Yani yale mambo dunia imetufunza, hii kitabu itatuchallenge sana. Itachallenge venye dunia inachukulia mambo na inataka sisi tufuate. Itatuchallenge sana, kwa sababu mambo mengine ambayo iko katika hii kitabu yatakuwa mazito sana, especially kama hausikii kukaa kiufalme wa mbinguni. Wanaitwa sifiwe. Na hii kitabu utaona ya kwamba wakati mfalme Yesu aliingia, alikuwa anakuwa opposed na falme za dunia. Na the same thing, tunaposoma hii kitabu, kuna falme za dunia ambazo zingetaka tukae kulingana na mambo ya dunia. Na kwa hivyo hiyo ndiyo kitu moja ambayo itatufanya tukue challenge, maana kuna venye tumekuwa oriented in this world tukae hivyo, lakini katika ufalme wa mbinguni haifai kuwa hivyo. Bwana yetu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunapoingia katika hii kitabu, lazima tuwe na mioyo ambayo inahitaji kubadilika. Venye nimekuwa nikisema, unaruhusiwa katika hii ufalme kuja venye ulikuwa. Maybe ulikuwa unachukia watu, au kuwa unapenda watu, ulikuwa unadharau watu, ulikuwa una chuki, una kiburi, una jealousy. Unaruhusiwa kuingia, lakini unapoingia katika huu ufalme, unaruhusiwa moyo wako ubadilike. Unatakiwa moyo wako ubadilike. Bwana yetu asifiwe. Ezekiel 36:26 anasema ya kwamba nyinyi mko na mioyo migumu, mioyo kama ya mawe. Unajua moyo kama wa mawe ni moyo mgumu, moyo rebellious, moyo ambao hautaki kuwa responsive. Yani hautaki ku respond to the spiritual matters. Kwa hivyo hii kitabu najua itatuchallenge sana. Bwana yetu asifiwe. Bwana asifiwe. Na ndio maana tuko mahali hapa ili mioyo ibadilike, twende mbinguni. Nataka kusema tena, ndio maana tuko mahali hapa ili mioyo ibadilike, twende mbinguni. Bwana yetu asifiwe. Ndio tutabarikiwa na ni mzuri, lakini hata kule nje sikuna watu wamejenga majengo makubwa, sikuna watu wamenunua magari na hawajaokoka. Kwa hivyo hiyo ni mzuri pia, lakini ya muhimu ni mioyo ibadilike, twende mbinguni. Bwana yetu asifiwe. Kwa hivyo weka moyo wako ukiwa moyo wa kubadilika, ili tuweze kuwa katika ufalme. Katika Matthew chapter 1 verse 1, Matthew anaanza na hii kitabu with a very strong statement, a kingly statement, yani statement ya kifalme, a declaration statement. Na anasema hivi katika Matthew 1:1, anasema hivi: the book of genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Yani anaanza na kustate who is this king, huyu mfalme ni nani, na hii kitabu inaongea juu ya nani?
anasema ya kwamba the book of genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Praise the name of the Lord. So anataka kuonyesha ya kwamba huyu ni mfalme na ako na lineage ya David na ako na lineage ya Abraham, na anataka kuemphasize the identity of the king ama the identity of the Messiah, yani huyu Messiah ni nani. Na zile nyakati za kwanza mfalme hakuwa anachaguliwa venye siku ya leo tunachagua president. A king was always coming from a certain lineage, ya kwamba anajulikana ya kwamba huyu akiondoka huyu ndiye anaongoza. It was not about democratic thing. Alikuwa ni anachaguliwa kutoka kwa eneo fulani. Na katika kitabu cha kale kulikuwa na unabii ya kwamba in the house of David kutakuwa na wafalme na kutakuwa na mfalme ambaye atatawala milele. Bwana yetu asifiwe. So wakati Matthew anaanza na hii statement, chapter 1 verse 1, the book of genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham, anataka kuemphasize the identity of the loyalty of Jesus, ama emphasizing the loyal identity of Jesus, kuonyesha ya kwamba huyu mfalme hajatokea tu, lakini huyu mfalme ndiye ametimiza mambo yote ambayo inafaa kutimizwa, na kwa hivyo huyu ndiye Messiah. Bwana yetu asifiwe. Bwana asifiwe. Na huo mstari wa kwanza tunaona ametaja Daudi. Tunaweza jiuliza, why David? Kwa nini Daudi? Kwa nini the son of David, the son of Abraham? Why the son of David? Na tunaweza sema ya kwamba why the son of David ni kwa sababu Mungu alikuwa amemwahidi Daudi ya kwamba atampatia an everlasting kingdom. Katika 2 Samuel chapter 7 verse 12 to verse 16. 2 Samuel 7 verse 12 to verse 16. Alikuwa amemwahidi Daudi ya kwamba atampatia ufalme ambao ni ufalme ambao hauna mwisho. Bwana yetu asifiwe. Kwa hivyo kama alikuwa amemwahidi hivyo, na nimesema ya kwamba mfalme alikuwa anachukulia kutoka kwa baba yake, so alikuwa na maanisha ya kwamba ile ufalme alikuwa ameahidi Daudi, sasa Yesu, he is the loyal inheritor of that kingdom. Praise the name of the Lord. Na pia katika Psalms 89 verse 3 and 4 alikuwa ameahidi pia ya kwamba atampatia ufalme usiobadilika. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo mfalme or the Messiah, he was to come from a lineage of David. Mfalme hakuwa na lazima angekuja, the Messiah lazima angezaliwa katika uzao wa Daudi. According to the prophecy, lazima angekuwa amezaliwa katika lineage, katika uzao wa Daudi, sio uzao mwingine wowote. Alikuwa lazima awe amezaliwa katika uzao wa Daudi. Kwa hivyo katika mstari wa kwanza ana confirm ya kwamba huyu Messiah amezaliwa katika uzao wa Daudi. Kwa hivyo amefulfill the prophecy, amefulfill the Davidic covenant ya kwamba mfalme atakuwa ametoka katika uzao wa Daudi. Bwana yetu asifiwe. Bwana asifiwe. So kuanzia verse 2 sio majina tu. Najua tunaweza ona majina tu tuone kwa nini ashinde akituandikia majina. Ni kuoneshana ya kwamba ile neno ambalo Mungu alikuwa amenena, hiyo neno amelitimiza. Huyu akazaa huyu, huyu akazaa huyu, hadi Yesu inaonekana ya kwamba yeye ni wa lineage ya Daudi. Wacha tusome hiyo lineage tuione. Okay, maybe before tuseme hiyo, wacha tuseme ya kwamba why Abraham? Kwa nini Abraham, the son of Abraham?
ni kuoneshana ya kwamba, kumbuka Ibrahim alikuwa amepatiwa ahadi ya kwamba I will bless all nations through you. All nations will be blessed through you. Kwa hivyo pia lazima angetokea katika uzao wa Abraham, ili kuoneshana the lineage ambao Mungu alikuwa ametoa blessings za all nations, ya kwamba zimekuja katika huo uzao wa Ibrahim. Na kumbuka kama Victor venye alituambia, hii kitabu kilikuwa kimeandikwa originally to the Jewish. Wacha tusome sasa hii genealogy. Misali mingi utakubali tu tuende pole pole. Inasema hivi: Abraham was the father of Isaac, and Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers, and Judah the father of Perez and Zerah by Tamar, and Perez the father of Hezron, and Hezron the father of Lam, and Lam the father of Abinadab, and Abinadab the father of Nahashon, and Nahashon the father of Salmon, and Salmon the father of Boaz by Rahab, and Boaz the father of Obed by Ruth, and Obed the father of Jesse, and Jesse the father of David the king. And David was the father of Solomon by the wife of Uriah, and Solomon the father of Rehoboam, and Rehoboam the father of Abijah, and Abijah the father of Asphah, and Asphah the father of Jehoshaphat, and Jehoshaphat the father of Joram, and Joram the father of Uzziah, and Uzziah the father of Jotham, and Jotham the father of Ahaz, and Ahaz the father of Hezekiah, and Hezekiah the father of Manasseh, and Manasseh the father of Amos, and Amos the father of Josiah, and Josiah the father of Jeconiah and his brothers at the time of deportation to Babylon. Verse 12. And after deportation to Babylon, Jeconiah was the father of Shealtiel, and Shealtiel the father of Zerubbabel, and Zerubbabel the father of Abiud, and Abiud the father of Eliakim, and Eliakim the father of Azor, and Azor the father of Zadok, and Zadok the father of Akim, and Akim the father of Eliud, and Eliud the father of Eleazar, and Eleazar the father of Matthan, and Matthan the father of Jacob, and Jacob the father of Joseph, the husband of Mary, whom Jesus was born, who is called Christ. Verse 17. So all the generation from Abraham to David were 14 generations, and from David to deportation to Abraham 14 generations, and from deportations to Babylon to the Christ 14 generation. Bwana yetu asifiwe. Kwa kawaida ukisoma hayo maneno, hiyo majina yote utaboeka. Hata nimeisikia mhubiri akisema waachana hiyo ni majina tu. Lakini katika hiyo majina kuna mambo ambao tunaweza kuona kuhusu Yesu Kristo. Bwana yetu asifiwe. Jambo moja tunaona katika hiyo verse 17 ni ya kwamba this genealogy, hii lineage imepangwa with 14 generation. Na generation ya kwanza imetoka kutoka kwa Abraham hadi kwa mfalme Daudi, 14 generation. Generation ya pili ni kutoka kwa David hadi mahali ambapo wana wa Israeli waliasi mbele za Bwana na wakachukuliwa wakaenda katika exile, 14 generation. Na pia wakati walitoka walienda katika exile hadi kuzaliwa kwa Yesu, tunaona 14 generation. Wanaitwa sifiwe. Na kwa wakati huu wote Mungu alikuwa ameahidi ya kwamba Messiah atakuja. Praise the name of the Lord. Katika huu muda wote Mungu kupitia manabii alizidi kuongea kuhusu ya kwamba a Messiah will come. Manabii kama Isaiah alikuwa ametabiri,
Zakaria alikuwa ametabiri, nafikiri pia Daudi alikuwa ametabiri, alikuwa amemention kuhusu kukuja kwa Messiah. Kwa hivyo katika these generations tunaona uaminifu wa Mungu, ya kwamba kenye alikuwa ameahidi kutoka kule mwanzo amekibeba through generations to generation, akakibeba hadi kikatokea wakati wa Yesu. Bwana yetu asifiwe. So tunaona ya kwamba akakibeba kwa watu tofauti hadi kikafikia mahali ambapo kilikuwa kitokee jinsi alivyokuwa amenena. Bwana yetu asifiwe. Lakini katika hiyo mistari kuna watu ambao ni wa kushangaza, na kuna image tutaweka mahali pale. Kuna watu ambao tunaweza shindwa waliingiaje katika high lineage ya kulete Messiah. New imagine, tunge expect ya kwamba hii lineage ya kulete Messiah ilifaa kuwa lineage ambayo imenyoka vizuri sana. Lakini tunaona watu kadhaa ambao wamekuwa mention, ambao tunaweza fikiria kwa nini hawa wakaingia katika huu mpango wa kulete mpango wa Mungu. Na mmoja ni mtu ambaye alikuwa anaitwa Tamar. Now, Tamar alikuwa ni nani? Tukiangalia katika kitabu cha Genesis chapter 38, Tamar alikuwa ni daughter-in-law wa Juda. Na Biblia inasema ya kwamba husband wake wote wakakufa, na akakuwa hana mtu wa kupata naye mtoto. Akamu receive his father-in-law na akapata mtoto na yeye. So akakuwa kuko na incest. Na baada ya hiyo hatungetegemea mtu kama Tamar akuwe anatajwa katika the genealogy ya mpango wa Mungu. Bwana yetu asifiwe. Kando na Tamar kuko na mwingine ambaye anaitwa Rahab. Rahab tunajua ya kwamba initially she was a prostitute. Lakini wakati wana wa Israeli walipokuwa wanaingia katika Canaan, Rahab akajua, akagutuka venye Mungu anataka kufanya, na akaamua ya kwamba hawa mimi nitaungana pamoja na wao. Despite ya kwamba alikuwa kahaba, akaingililia, akaficha the spies, na Mungu akamuokoa. Na baada ya kumuokoa akaolewa mahali pale, na akakuwa ya kwamba ameingia katika lineage ya kulete Messiah. Bwana yetu asifiwe. Kuna mtu mwingine ambaye anaitwa Ruth. Ruth was a Moabite. Na Moabite and she was a daughter-in-law of Naomi. Moabite, they were a product of incest between Lot and the daughter. Na Mungu alikuwa amesema ya kwamba hawa Moabite wasiwahi karibia katika assembly ya watu wa Mungu. Na pia Deuteronomy 23:3 and 6 inasema ya kwamba wakati wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri na wanakuja Canaan, hawa Moabite hawakuwaendea na maji, wawakaribishe na maji. Remember, they were kind of relatives. Lakini waliwaendea kwa kuwapiga. Naye Mungu akatoa amri, akasema ya kwamba hawa Moabite wasiniwahi karibia. Bwana asifiwe. Lakini tunaona a Moabite ambaye alifanya kitu cha ajabu, akaclean on Naomi. Akamwambia Naomi, unapoenda mimi nitaenda, watu wako watakuwa watu wangu. Na akisema hivyo hakuwa anajua ya kwamba kuna Boaz mbele. Lakini katika hiyo declaration, ama katika hiyo uamuzi ambao alikuwa ameamua, tunamuona akaingia katika lineage
ya kuwa wale ambao katika lineage ya Messiah. Bwana yetu asifiwe. Nilikuwa nikifikiria Naomi, naona ya kwamba na Rahab, kuna mambo tunaweza fanya ingawa according to the judgment of heaven, according to every status tunafaa kukua kando. Yani mambo yote inasema ya kwamba we are not worthy to be katika huo mpango, lakini kuna kitu moja tunaweza fanya na tujipate tumeingia katika mpango. Bwana yetu asifiwe. Moabites hawakuwa wanaruhusiwa kukaribia the assembly of God, lakini tunaona Ruth akiingia katika huo mpango. Kuna mwingine anaitwa Bathsheba. She was formerly a wife of Uriah ambaye aliuawa na Daudi, na later she was married to David na akamzaa Solomon. Praise the name of the Lord. Kuna mwingine ambaye anaitwa Mary. Mary was from a humble background. She was poor. She was not even from a loyal background. Lakini akajipata ameingia katika mpango wa kumlete Messiah. Bwana yetu asifiwe. Kuna mambo tunaweza pata katika hii lineage na katika hawa watu ambao ninataja. Number 1, God can use the imperfect people in his redemptive plan. Mungu anaweza tumia hata watu ambao wanaonekana hawafai katika mpangilio wake. Praise the name of the Lord. God can even use the imperfect for his plan. We are also seeing an inclusion of Gentiles in the plan of God. Tunaona mtu kama Ruth, tunaona mtu kama Rahab ambaye alikuwa tunaweza sema ya kwamba alikuwa a Gentile akiingia katika mpango wa Mungu. Tunaona the grace of God katika hii mipango. Tunaona redemption through broken history. Hao watu walienda exile, lakini pia katika exile Mungu alikuwa anafuatilia ili mpango wake uweze kutimia. Bwana yetu asifiwe. We can also see from this genealogy that God is a God who keeps covenant. Mungu ni Mungu ambaye anaweka ahadi. Alimwahidi Daudi ya kwamba from your descendants I will raise a king, and a king who shall reign forever. Bwana yetu asifiwe. Na sasa Daudi hakuwa Yesu akizaliwa, lakini lile neno ambalo Mungu alikuwa ametoa alikatimia. Bwana yetu asifiwe. Na hapo tunaona a king has been born, a rightful king, a rightful Messiah who was born according to the word of God, who came according to the prophecy of the lineage that he would be born, and the way he would be born. Tunaona a rightful king ambaye ameinuliwa na Mungu as our Messiah. Bwana yetu asifiwe. Praise the name of the Lord. Ningetaka kukutia moyo siku ya leo. Sijui ni mambo gani Mungu amekuahidi, lakini wacha nikwambie kwamba huyu ambaye anaweka ahadi from generation to generation, from generation of Abraham akasema ya kwamba the whole world will be blessed through you. Huyo Mungu ambaye aliweka ahadi ya Daudi ya kumwambia ya kwamba I will make your kingdom an everlasting kingdom. Huyo Mungu ni mwaminifu hata siku ya leo. Na huwa tunasema ya kwamba kabla Mungu hajafanya jambo, he always speak it. Praise the name of the Lord. Kwa hiyo hata haya ambao Mungu amekunenea, Mungu ni mwaminifu kuonekana ikifanyika. Bwana yetu asifiwe. Sasa wazumira na miguu yetu tunakumalizia. The genealogy teaches about the faithfulness of God. It shows us that the King, Jesus, the Messiah, he is the rightful Messiah. And I would like to continue encouraging you. Please devote yourself to scriptures. Tunaposimama mbele za Bwana, devote yourself to scriptures, that we can be able to study the scriptures. And I want to assure you, this book will challenge us. Enda mbele za Bwana, mwambie Bwana akusaidie siku ya leo. Kwa huo uaminifu wake, vizazi hadi vizazi, yeye ni mwaminifu.
vizazi hadi vizazi. He is faithful God. Yeye ni Mungu mwaminifu. Yeye ni Mungu abadiliki. Yeye ni Mungu ambaye yupo. Watu wanaweza badilika, lakini neno lake ambalo amelitoa, yeye ni mwaminifu. Yeye ni mwaminifu. Si hata wewe uunganishwe na mpango wa Mungu. Si hata